Yes, ni aje mtu wangu. Karibu tena. This is Movieflix. Kabla hatujaanza simulizi yetu, kumbuka usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na wana. Asante. Simulizi yetu inahusu mwanamke ambaye anaamua kumuua mume wake na mwanae sababu ya usaliti. Unadhani nini kitatokea kwa mwanamke huyu? Basi, tazama simulizi hii hadi mwisho. This is Movieflix. Mzigo unaanza hivi. Tunamuona mzee mmoja anaitwa Simo. Simo ni mkulima ambaye anamiliki mashamba ya matunda. Tunamuona Simo akiwa shambani na mara anapokea simu kutoka kwa mwanadada fulani. Mwanadada huyo alitaka kufanya biashara na Simo. Alimpigia ili wapange lini watakutana kwa ajili ya kumaliza biashara. Then tunaonyeshwa nyumbani kwa bwana Simo. Simo ana mtoto wa kiume anayeitwa Hari na pia ana mke ambaye ni kitoto cha 2000 kanakoitwa Luna. Tunaona Luna akijiandaa kuoga, lakini bwana mdogo Hari anamwambia Luna kuwa ana upwiru kinoma na kwamba Luna tu ndo anaweza kuutoa huo upwiru. Yaani Hari anataka ale utamu kwa mama yake wa kambo. Sijui unausoma huu mchezo. Yaani iko hivi, bwana mdogo huwa anakula utamu kwa bima zake kila siku. Hili jambo bwana Simo haelewi chochote yani. We unaweza? Yaani kweli kikulacho kinguoni mwako. Kwa upande mwingine, tunamuona afisa wa polisi anayeitwa Max. Anaenda kuripoti kwa mkuu wake wa kituo. Polisi walikuwa wamepata taarifa kuwa Simo alikuwa akitumia kemikali hatari katika mashamba yake ya matunda. Kutokana na hili, mkuu wa kituo alimtaka Max amfuatilie Simo kwa ukaribu ili polisi waweze kuwakamata watengenezaji wa kemikali hizo. Wakati huo huo, tunamuona Hari anamuonyesha Luna kichupa kidogo cha sumu. Anamwambia kwamba hii ni sumu hatari sana, inaweza kumuua mtu yoyote. Dogo anampanga Luna kwamba amchanganyie Simo sumu hiyo kwenye kahawa yake ili mzee huyo afe. Inaonekana Dogo anapewa utamu mpaka anataka kumuua dingi mtu wangu. Luna anashtuka sana kusikia hivyo. Hari anajitahidi kumueleza kuwa kama baba yake akifa, mali zote zingekuwa zao na wangeweza kufurahia maisha zaidi. Luna aliwaza sana kuhusu hilo jambo. Baada ya muda, tunamuona Simo akirudi nyumbani. Mara tu alipofika, alimwambia Luna kwamba msichana mmoja alitaka kununua matunda kutoka kwao na alikuwa anaenda kukutana naye. Baada ya kumwambia Luna, Simo alianza kujiandaa huku Luna akiwa bado amepotea katika mawazo. Muda mfupi baadaye, Simo alikutana na mteja wake ili kufanya biashara. Jina la mteja lilikuwa Sofia na Simo alivutiwa sana na uzuri wa hiyo pisi. Simo alichombeza kidogo na alimuuliza kama ameolewa. Sofia alijibu kwamba haamini katika ndoa, anaamini tu katika harakati zake. Kwa upande mwingine, mzee Simo alikuwa muhuni sana. Yaani ni mzee wa kubadilisha pisi kila mara. Ingawa Simo alikuwa na umri wa karibu miaka 50, lakini alikuwa na upwiru wa hatari linapokuja swala la pisi kali. Yule askari polisi Max alikuwa pembeni yao. Alikuwa akisikiliza mazungumzo yao kwa sababu alilazimika kumchunguza Simo. Muda mfupi baadaye, Simo alimpeleka Sofia kwenye nyumba yake ya shambani ili kuichapa. Wanasema mtoto hatumwi dukani. Simo akala utamu kama kawaida yake. Max alikuwa bado anawafuatilia. Alipowaona wanakula uroda, mizuka ikampanda. Max akaanza kujichua mzee. Max akajichukulia sheria mkononi bila mahakama. Wafanyakazi wa shambani pia waliona wakati mzee Simo anamchumisha mboga mtoto Sofia. Baada ya Simo kuchelewa kurudi nyumbani kwa muda mrefu, tunamuona mke wake Luna akipiga simu. Simo alimwambia kuwa kulikuwa na kazi nyingi shambani, hivyo asingeweza kurudi nyumbani usiku huo. Baada ya kujibiwa hivyo, Luna akawa na wasiwasi. Luna anajua kuwa mume wake anapenda sana chupi na alifahamu lazima atakuwa na pisi mida hiyo. Hari naye alizidi kuchonga kwamba mzee lazima atakuwa anafanya zinaa mida hiyo. Luna akakasirika na kumwambia nyamaze. Baada ya hapo, Hari alikasirika na kwenda kulala. Siku iliyofuata, Sofia alikuwa bado katika shamba la Simo. Simo alimwambia kuwa mke wake wa kwanza alikufa kwa ugonjwa na akamwachia mtoto wa kiume anaitwa Hari. Baada ya hapo, alimuoa msichana mdogo anaitwa Luna. Baada ya stori 2-3, Sofia, Simo akakiwasha tena bustanini. Yaani Simo anafanya ngono kama chakula. Max alikuwa akiwatazama pia na akaanza kupiga tena punyeto. Wakati huo huo, kule nyumbani, bwana mdogo Hari alikuwa bize bafuni na mama yake wanaendelea kupeana utamu. Hii ndo ile wanasema kwa 2-2 kwa 2-4. Wakiwa bafuni, Luna alisikia sauti ya pikipiki ya Simo. Akatoka haraka bafuni na kwenda chumbani kwake. Mara tu Simo anapoingia ndani, Luna anajifanya kutoka chumbani kwake. Simo anawatambulisha Luna na Sofia. Pia anamwambia Luna kwamba Sofia anataka kuanza biashara ya matunda. Sofia alitaka kuoga, hivyo akaingia bafuni bila kujua kuwa Hari alikuwa bado amejificha bafuni. Tukirudi bafuni, Sofia alikuwa anavua nguo ili kuoga. Hari alikuwa akimtazama nyuma ya pazia. Sofia anashtuka sana anapomuona Hari.
Kabla Sofia hajapiga kelele, Harry anamwambia kuwa yeye ni mtoto wa Simo. Sofia anaelewa na kunyamaza. Jinsi hii familia ilivyo na laana. Harry anamtia nyege Sofia wakiwa bafuni na anakula mzaigo. Nje tunamuona Max bado akiwa anaendelea na uchunguzi. Then tunamuona Luna anampa Simo kahawa na Simo anatoka kwenda kwenye mlango wa bafu na kumuuliza Sofia kwa nini anachelewa sana kutoka bafuni. Huku akipelekewa moto, Sofia anajibu kuwa ana maumivu ya tumbo. Mzee Simo anamwamini kwa sababu hakujua kwamba pisi yake ya bei poa inapelekewa moto bafuni. Muda mfupi baadaye, Luna aliwaandalia kifungua kinywa Simo na Sofia. Wakati wakipata kifungua kinywa, Sofia anamtania Luna na Luna anaondoka. Luna anaenda moja kwa moja bafuni, anamvuta Harry nje. Wakiwa nje, Luna anamwambia kuwa anataka kuwanasa Simo na Sofia wakifanya mapenzi. Simo na Sofia walikuwa bado mezani, wakati Luna na Harry waliamua kujificha kwenye gari la Sofia. Baada ya breakfast, Sofia alikuwa tayari kuondoka na walikuwa washakubaliana bei ya matunda na alitaka kumlipa. Wakiwa kwenye gari, Sofia alitoa pesa na kumpa Simo. Pia Sofia akamwambia kuwa anataka kwenda shambani tena ili aweze kupelekewa moto kwa mara nyingine tena. Simo, mzee wa ovyo, mzee wa kuzifunua chupi, aliwaza hivyo hivyo, lakini hawakujua kuwa mke wake na mwanae walikuwa wamejificha pia ndani ya hilo gari. Baada ya muda mfupi, walifika shambani. Walipofika tu, bila kupoteza muda, misuguano ikaanza. Mzee Simo anapenda sana chini ya ise. Tunamwona Harry naye yuko shambani. Alitamani sana alipokuwa akimtazama Sofia kwa mbali. Wakati huo huo, Luna naye alitoka kwenye gari na kuchukua silaha. Mara tu Simo na Sofia walipomwona, walikimbia. Luna aliwakimbiza na alitaka kumuua Sofia kwanza, lakini Harry aliingilia kati na kumzuia. Then Luna anamfuata Simo, lakini Simo anajificha kwenye nyumba ya vibarua ili kujiokoa. Luna anawaambia kuhusu vitendo vya Simo, lakini vibarua wanamwelekeza kuwa Simo alifanya makosa na wanafanikiwa kumtuliza. Muda mfupi baadaye, tunamwona Simo na Luna wakiwa nyumbani. Simo akiomba msamaha kwa mke wake, wakati Harry na Sofia walikuwa hotelini wakiendelea kufanya mapenzi. Simo aliomba radhi mara nyingi, lakini Luna bado alikuwa na hasira. Hata usiku, Simo aliendelea kuomba radhi. Pia alimpa pesa nyingi ili aweze kujinunulia nguo. Baada ya kusisitiza sana, hatimaye Luna alimsamehe. Asubuhi iliyofuata, Simo aliamka na kuanza kunywa kahawa iliyotengenezwa na mke wake. Simo aliamka na kuchukua kipande cha keki na kula. Ghafla alijihisi vibaya na kuanguka chini. Luna alikuwa ameweka sumu kwenye keki, jambo lililosababisha kifo cha Simo. Ilikuwa sumu ile ile ambayo Harry alikuwa amempa. Muda mfupi baadaye, Luna aliwapigia simu Harry na Sofia na kuwaomba waje nyumbani kwake. Luna alikuwa ameshagundua kuwa walikuwa na mahusiano. Baada ya muda, wote wawili walifika nyumbani kwa Luna. Walipoona mwili wa Simo upo chini, walishtuka sana. Sofia akamuuliza Luna jinsi Simo alivyokufa. Luna alisema walikuwa wakila uroda, wakiwa penzini. Simo alipata kifafa na ndicho kilipelekea kufa kwake. Binti muongo sana. Sofia akaomba maji na Harry akamletea. Sofia alikunywa maji kwanza na kisha Harry naye akanywa. Pia Harry akala kipande cha keki. Punde Sofia na Harry wakaanza kujihisi vibaya. Luna alikuwa ameweka sumu kote kwenye maji na keki pia. Alitaka kuwaua wote kwa sababu wote walikuwa wamemsaliti. Simo aliuawa kwa sababu alikuwa na uhusiano na Sofia. Harry aliuawa kwa sababu naye alikuwa amempenda Sofia. Na Luna alimuua Sofia kwa sababu alikuwa ameharibu mahusiano yake. Mwishoni, Luna anaacha kila kitu na kutoroka nyumbani. Muda mfupi baada ya kuondoka, majirani waliita polisi kwenye nyumba ya Simo na polisi walianza uchunguzi wao. Max alijua kuwa Luna alikuwa amefanya mauaji yote matatu, lakini hakuiambia polisi chochote kuhusu hilo kwa sababu alijua kwa nini Luna alifanya mauaji hayo matatu. Na hapo tunafika mwisho wa simulizi hii. Asante kwa kutazama hadi mwisho. Usisahau kusubscribe na kulike. This is Movieflix. Bye bye.